Tunashukuru sana kwa siku hii ya leo. We're so grateful for this day. Ni siku nyingine ya pili ambayo tumekuwa katika hali ya kujifunza hapo wiki iliyopita. It is our second day of teaching about Pentecost or Easter. Kuhusu Pasaka. Tukawa tunaona mengi kwa sababu ya mpango wa wokovu wa mwanadamu. Of how God had planned the salvation. Jinsi gani Mungu alipanga kumtafuta mwanadamu aliyepotea. On how God searched for the lost man. Tukasoma kitabu cha Mwanzo. We read the scripture of Genesis. Tukaona habari za Edeni hapo. We looked at the Garden of Eden. Ambapo mwanadamu alivunja agano na Mungu. Where man broke the amendment with God. Na shida ikatokea. And then a problem occurred. Mpaka Mungu akawafukuza katika shamba. So God chased them out of the Garden of Eden. Lakini baada ya hapo, but afterwards, Mungu alianza kufanya mpango kutafuta mwanadamu. God started a plan searching for the man that was lost. Amen. Mpaka akachuna mwana kondoo. He even killed a lamb. Akachuna mnyama. And took the skin of the kisha akawavika ngozi. And clothed them with the skin. Akaanza fanya mpango wa kutafuta kilichopotea. He started to search for what was once lost. Bwana asifiwe sana. May God be praised. Huko tukaona habari za Ibrahimu kwa Isaka. Also looked at Abraham with Isaac. Jinsi Mungu alianza kuandaa mpango ya ukombozi wa mwanadamu. When God was making a plan to bring salvation. Ibrahimu alimtoa Isaka. How Abraham wanted to give up his son Isaac. Kama dhabihu ya kuteketezwa. As a burning offering to the Lord. Hiyo yote iko inaonyesha mpango gisi atakuja kujitoa mara moja kukomboa mwanadamu. All of this was showing on how he would come to bring salvation. Bwana asifiwe sana. May God be praised. Tukaona tafsiri ya Pasaka. We looked at the different translations. Tukasoma kitabu cha Kutoka. And we read Exodus. Tukaona jinsi walivyokombolewa Wayahudi katika mji wa Misri. We saw how they were saved in the land of Egypt. Tukao tunapata tafsiri kamili ya Pasaka. And we had a really good message from them. Bwana Yesu asifiwe sana. May God be praised. Leo tugusie kidogo kwa sababu ya upatanisho. Let's touch a little bit on togetherness. Upatanisho. Togetherness, or to combine two things together. Yani vitu ambavyo havikuwa vinapatana kisha vinapatanishwa kuwa kitu kimoja. Two things that were once separated but now are brought forth together. Tujaribu kusoma Biblia. Let's read the scripture. Ituambie jinsi walikuwa wanafanya hapo katika Agano la Kale. So they could show us what they did. Tufungue katika Walawi. Walawi sura ya 4. Tusome kwanza Walawi 4 mstari wa 27 hadi 31. Walawi, kitabu cha Walawi. Tuone namna gani walifanya hapo kwa ajili ya kujipatanisha na Mungu. Ni 4:27 hadi 31. Walawi 4:27 hadi 31. Mtusaidie kusoma kwa sababu ya muda. Mwingine ataendelea kufungua kwa sura ya 16:21. Nani ameona asome? Hadi 31. Akifanya dhambi pasipo kukusudia.
ataleta mbuzi dike mkamilifu, awe matoleo yake ajili ya dhambi yake aliyoifanya. 29. Ataweka mkono wake kichwani mwake, hiyo sadaka ya dhambi, na kumchinja awe sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatoa baadhi ya hiyo damu yake kwa kidole chake, ndiyo, na kuitia katika pembe za madhabahu ya kuteketeza, ndiyo, na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, mafuta kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya ule mtu, naye hatasamehewa. Amen. The scripture of Leviticus 4 verses 27, it says, if any one of the ordinary people among you sins by mistake in doing any of the things that by the Lord commands not to, and occurs guilty, when the sin that you have committed is made known to you, you shall bring a female goat without blemish as your offering. You shall lay your hand on the head of the sin offering, and the sin offering shall be slaughtered at the place of the burnt offering. The priest shall take some of its blood with his finger, and put it on the horns of the altar of burnt offering, and he shall pour out the rest of its blood at the base of the altar. He shall remove all its fat, as the fat is to remove from the offering of well-being. And the priest shall turn into a smoke on the altar for a pleasing odor or aroma to the Lord. Thus the priest shall make atonement on your behalf, and you shall be forgiven. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumesoma usomi huu kwa urefu kidogo. We have read the scripture in a long Ni taratibu ambazo Mungu alimpa Musa. These are the commandments that God gave to Moses. Zenye watakuwa wanafanya, watazitembelea na kuzitii, That they were kuziishi. supposed to follow and obey them. Na ilikuwa kama mlima mzito kabisa ukisoma haya maandiko. It was like a big mountain to them. Kwa sababu Biblia inasema hapa, tumesoma kwamba The scripture says, kama mtu alifanya dhambi pasipo kukusudia, if somebody sinned by mistake or without knowing, kuna dhambi waweza kuifanya kwa kukusudia. there's some sin you make because you want to sin. Kuna nyingine waweza fanya pasipo And there's kukusudia. another type of sin that you do without knowing. Unajikuta unaanguka katika dhambi. You find yourself falling into sin. Sasa ukifanya dhambi pasipo kukusudia, When you sin by mistake, lililofanyika what happened there was, ilikuwa ni kumtafuta mwanambuzi you had to search for a female goat. dike A female goat. mkamilifu, The one that doesn't have any kids. yaani mbuzi yenye haina ulemavu wowote. It has to be a very healthy goat. Ile mbuzi ndiyo utaipiga fimbo, unaibeba mpaka kwa kuhani. And you take the goat to the priest. Baada ya kuibeba hiyo mbuzi hapo, After taking the goat to the priest, ama kondoo, or a lamb, basi itashikwa ule aliyefanya hizo dhambi, the person who had sinned, atachukua mikono yake anaweka kukichwa ya ule. they'll take their hand and put it on top of the horns. Baada ya kutia mikono kukichwa ile mbuzi, After putting their hands on the head, kisha kuhani anasimama kuanza akili dhambi alizozifanya kwa ule mbuzi. the priest will start to speak out all the sin that the person had done to the goat. Kisha yaani zile dhambi zinakuwa zimechukuliwa na yule mbuzi. So it means the goat receives all the sins that the person had done. Tukisoma pale kusura ya 16, If we read at the scripture of 26, ndio inaeleza utaratibu vizuri
na namna walikuwa wanauchukua ule mbuzi wanambeba. It explains how they took the goat and did all the things they had to do with it. Kisha zinafanyika taratibu za kumchinja na kuchukua damu kuweka kwenye madhabahu hayo kupembe nne, yani utaratibu mrefu kwa sababu ya kusamehewa dhambi ulivyofanya. It is a long process just for you to be forgiven of your sin. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us. Ilikuwa gharama. It was a big job. Ukifanya dhambi, ukifanya makosa, When you sin or make a mistake, utafanya gharama ya kukombolewa, you will have to work hard in order for you to be gharama saved. ya upatanisho katika Agano la Kale. Na watu waliheshimu hivyo kwa sababu Mungu ndiye aliamuru ifanyike hivyo. People respected these commandments because God is the one who gave them. Kuna utaratibu walikuwa wanachukua baada ya kukiri zile dhambi kwa ule mbuzi. After sin or repenting to the goat, Kisha wanamchukua, they would take the goat. wanasema kwa watu wenye kuwa tayari, For people who are ready, wanachukua ile mbuzi, they take the goat. kisha wanaibeba mbali katika jangwa. They would take it to a forest, a very far away forest. Ilikuwa gharama ya ajabu sana. It was a big deal. Hatujui huyu mbuzi alikuwa anaenda mpaka wapi, We don't know where the goat was going. lakini anaenda, Mungu mwenyewe ndio anajua alikuwa anaenda. The goat would go, but only God knows where the goat went. Bwana asifiwe sana. May God be praised. Ukisoma pale kusura ya 16 mstari wa 21, aki tusome tu, hakuna gisi nyingine. 16:21 pale kuwalau. Tunasoma katika jina la Bwana. 16:21 hadi 22. Aroni ataweka mikono yake Aaron kuhani ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi juu ya kichwa cha mbuzi, aliye hai mbuzi mwenye kuwa hai, na kuungama juu yake na kuungama juu yake uovu wote na uasi wa Israeli, uovu wote wa Israeli na uasi wao, yaani dhambi zao zote, dhambi zao zote, ili kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi. kuzinyangua, kuziweka kwa kichwa ya huyo mbuzi. Atamwachia huyo mbuzi akimbilie jangwani Kisha watamchukua huyo mbuzi kumubeba katika jangwa, kwa uangalizi wa mtu aliyepewa wajibu huo. wanapatishia huyo mtu kwa mkono wa mtu ambaye atamubeba ule mbuzi, amubebe katika jangwa mbali na watu. Yule mbuzi atachukua juu yake dhambi zao zote, Ile mbuzi ndio itachukua dhambi zao za Israeli mpaka mahali pasipo na watu, mpaka mahali kwenye hakuna watu katika jangwa. naye yule mtu atamwachia akimbilie jangwani. Ataenda mwachie ule mbuzi akimbilie huko katika jangwa kwenye watu hawapo. Amen. Amen. Usikie hiyo upatanisho mwanadamu ili hawe na uhuru. Na hayo waliyafanya mara kwa mara, ilikuwa ni taratibu ambayo lazima uheshimu na kutii. They did this all the time. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu wetu, But God Mungu ni mwema. is so well. Haleluya. Amen. Tusome Isaya 6:8. Isaya 6:8. Isaya 6:8. Kulifanyika gharama ya ajabu. Gharama ya ajabu. Yaani ukiwa na mifugo utendapo dhambi, hii wanachukua leo hii, unaiba kesho wanachukua nyingine, ukiiba kesho yake wanabeba mbuzi, kama una mbuzi inaenda kondoo. Jumana na hawa Wayahudi walikuwa wafugaji wakubwa sana. Juu ya nini? Uangalie namna gani watakuwa wanasamehewa. Kama hauna mbuzi hautasamehewa, havitawezekana. Isaya 6:8. 6:8. Neno la Mungu linasema, Kama ingesomwa yote lakini hakuna muda. Soma hapo. kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Ni mtume nani? Ni nani atakaye kwenda? Ni nani atakaye kwenda? Nami nikasema, mimi hapa,
nikasema mimi hapa, nitume mimi. Sifa kwa Mungu. Akasema nenda ukawaambie watu hawa, mtaendelea daima kusikiliza, lakini kamwe hamtaelewa. Mtaendelea daima kutazama, lakini kamwe hamtatambua. Fanya mioyo ya watu hawa kuwa migumu. Fanya masikio yao yasikie, na upofushe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, na wakasikiliza kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, nao wakageuka, nikawaponya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu amempenda mwanadamu aina ya ajabu. God has loved man. Ingawaje mwanadamu kukosa, even though we do mistakes, ingawaje mwanadamu anaweza enda mbali sana, even though we may go far away from God, anatamani amurejee tena. but God wants us to return back to him. Amurudie tena. We should turn back to him once again. Maana alianza fanya mpango wa kuendelea kumtafuta mwanadamu. That's why he had a plan to continue to search. Akaangalia gharama wanayoifanya kila siku. And looked at what they had to do every single day. Hii gharama itaisha namna gani? And thought, how would this be? Ya kutoa ng'ombe, ya kutoa mbuzi, ya kutoa kondoo. Of sacrificing lambs, cows, and goats. Ili usamehewe So dhambi. that you could be forgiven. Isaya nabii Isaiah, akaona katika maono haya. he saw this in a message from God. Yalikuwa maono mazito He mno. had a big message from God. Ukisoma hapo juu, If you read the scripture, utaona aliona malaika, God showed him angels. aliona maserafi wamesimama mbele ya Bwana. He saw a lot of people surrounding Hekalu him. hilo likawa limefunikwa na utukufu wa Mungu. It was a holy place. Akasikia sauti inafunguka. And he heard a voice. Kwanza Isaya alipoona hivyo, When Isaiah saw this, akaogopa, akaanza tetemeka. he was scared. And Akasema, ni maono gani haya? he said, what type of message is Nimemwona this? Bwana, mimi sitaishi. I've seen the Lord. Akafika naanguka. He fell down to the ground. Akasema, ole wangu mimi, And said, kwa sababu nimemwona Bwana. because I have seen the Mimi Lord. nimemwona Bwana, sitaishi. Because I've seen the Kwa Lord, I will sababu not mimi ni live. mtu mchafu. Because I am a sinner. Ninaishi na watu wachafu. I live with sinners. Ninatamkaga vya mubaya. I say a lot of evil things. Akaanguka chini. He bowed down, Akaanza lia, kuna chini. crying to the Lord. Hapo Right there, mmoja wa maserafi akaruka, akaenda mpaka kwenye madhabahu. he jumped. Biblia inasema akachukua kaa la moto kwenye madhabahu, kisha akaenda kwa Isaya akapitisha kwenye midomo yake. He took out a fire and crossed it on his lips. Akapitisha kwenye midomo ya Isaya ili kumsafisha, ili kutakasa dhambi zake. Oh, haleluya. Amen. Isaya akawa amesamehewa. Isaiah was then forgiven. Mungu wangu, sema nami, uniguse sasa kwa makaa. Mungu wangu, sema nami, mimi hapa, unitume sasa. Haleluya. Akasema, He said, sauti ikatoka hapo, a voice came ikasema, ni mtume nani? and said, who shall I Na send? nani atakayeenda And who will go? ili kuokoa wanadamu? So they could go and save Kwa mankind. dakika hiyo, In that minute or second, kwa ulizo hiyo, in that question, kulikuwa kimya katika mbingu. there was quiet in heaven. Nani ataenda? Who will go? Kwa sababu ilifunuliwa. Wewe ulienda ukiona vitu ambavyo vitatokea, si kwamba hakujua kitakachokuya mpata. It's not like if they didn't know what would occur. Alijua kuna mateso, kuna shida, He knew kwa sababu ya ukomboa mwanadamu.
He knew that there's going to be suffering in order to bring salvation to mankind. Mbingu zilikaa kimya, The heavens were quiet, lakini akajitokeza katika mkutano. but he came among them. Mimi hapa, Said, I, unitume mimi. send me. Sifa kwa Mungu. Amen. Yesu akakubali kujitoa Agreed ili apate kutukomboa, to become a ili sacrifice. tusifanye gharama hii ya upatanisho ya kutoa ng'ombe, ya kutoa mbuzi, ya kutoa kondoo. So that we're not gonna no longer sacrifice lambs and goats for our sins. Ukisoma Injili Yohana 1:14, If you read the scripture of John, ndio inasema kwamba eti Mungu alivaa mwili kama wanadamu the scripture says God wore a body like man ili apate kutukomboa. so that he could bring salvation to us. Haleluya. Ikaanza fanyika mpango namna gani? Je, akishuka mara moja watamwamini? It was a plan. If he were to come down immediately, would people believe him? Hawatamwamini. Nobody would believe him. Lazima azaliwe, He had to be born kisha ndio afanye mpango huu wa ukombozi. and then start planning on how to bring salvation. Manabii wakaanza tabiri, A lot of prophets started to prophesy. atazaliwa Masihi ambaye atakomboa ulimwengu wote. Christ will be born who will save the whole world. Inafanyika mpango It is a plan ili azaliwe kama mwanadamu. so that he could be reborn as man. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu anatupenda, Mungu wetu. God loves us. Ukisoma Waebrania 9:12, tusome Waebrania. Tusome kwa Waebrania, mtusaidie hapa. Kwa sababu damu ya wanyama haiwezi ikatosha kukomboa wanadamu. The blood of lambs is not enough to save us. Waebrania 9:12 na kushuka hapo. Waebrania 9:12 inasema hivi. Wala si kwa damu ya mbuzi Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, na ndama, bali kwa damu yake mbali kwa damu yake Yesu aliingia mara moja aliingia mara moja katika patakatifu akisha kupata ukombozi wa milele. Haleluya. Shuka pasi. 13 inasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahari na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. Basi si zaidi damu ya Kristo. Kweli kabisa. Ya. Nafsi yake kuwa sadaka isiyo na mawaa, kuwa sadaka isiyo na mawaa, nafsi yake itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Haleluya. Amena. Sifa kwa Mungu. Ikiwa kama damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi ilikomboa ikapatanisha mwanadamu katika agano la kale, si zaidi damu ya Yesu ambayo itasafisha kila uzalimu, kila uovu na makosa yote. Zaidi. Bwana asifiwe sana. Alikuja kutupatanisha Yesu. He came to bring us together Tusifanye gharama tena ya kutoa ng'ombe. so that we don't sacrifice animals. Lakini ulimwengu wa leo But the word of God, tunasikia watumishi wengine huko nchi zingine we hear other pastors or priests, wanafanya vitu kama hivyo tena. they still do these all things. Banaruhusu leta ng'ombe tuchinje hapa. They allow cows to come in and Leta they mbuzi. slaughter. Niliona moja Bwana yuko nasema mimi nachinjaka hapa kwangu. They said, I slaughter a lot here in my house. Unachinjaka ungali unachinja mang'ombe tena.
Yesu alijitoa mara moja ili apate kulikomboa kanisa lake. God gave himself as sacrifice so he could save the church. Bwana asifiwe sana. Amen. Alijitoa mara moja tu. He gave himself at once. Sifa kwa Mungu wetu. Praise be to God. Biblia ukisoma katika Injili ya Yohana 11, If you read the scripture of John, muda Yohana 11:49, kuku habari pale, kuku habari hapo za yule Kayafa, alifunuliwa kabisa hayo mambo. Akawa anasema inampasa mtu mmoja akufe ili taifa lipone. Isipofanyika hivyo, hatuna uponyaji ama kuokolewa. Kwa ni 11 Injili ya Yohana 49. Yohana 11:49 hadi 53. Yohana 11:49 hadi 53 Biblia inasema hivi. Soma kwa nguvu. Mtu mmoja miongoni mwao Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule akawaambia, ninyi hamjui neno, nyinyi hamjui, walikuwa katika mazungumzo, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, neno hilo yeye hakusema kwa nafsi yake mwenyewe, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu. Haleluya. Haleluya. Amen. Mwaka ule Alikuwa kuhani mkuu mwaka yule, alitabiri alikuwa yeye peke kwa kutaka kwake. alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Haleluya. Amen. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, Iko juu ya taifa la Wayahudi tu, lakini pamoja na hayo hawakusanya watu wote. Haleluya. Amen. Amen. Sifa kwa Mungu. waliotawanyika ili wawe moja. Haleluya. Haleluya. Tangu siku ile Walianza kufanya shauri la kumuua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sifa kwa Mungu wetu. Wanamwimbia mwana kondoo aliyekufa. Haleluya. Sasa yuhai ameyashinda mauti. Wanamwimbia haleluya, kondoo aliyekufa. Bwana Yesu sasa yuhai ameyashinda mauti. Wanamwimbia Hallelujah.
scripture of Kwa Jeremiah. maana jinsi hii With all Mungu this, aliupenda ulimwengu God has loved hata so much akamtoa mwana wake wa and pekee, even gave his ili son, kila yeye amwaminie yeye so that whoever believes in him asipotee, shall not bali perish, awe na uzima should receive. wa milele. Haleluya! they should receive eternal life. Kelele na vigeregere kwa Yesu. Praise belongs to God. Utumwa wa dhambi. Oh, haleluya. Ni kwa kutafakari maisha yako. You have to think about your life. Ninaendea dhambi, ninakwenda mbali sana katika maisha yangu You have gone far away from God mpaka ninajisahau, till you will forget lakini yourself. yeye anaita. But he is calling Ukisoma you. katika kitabu cha Isaya, If you read the scripture of anaita Isaiah, njooni tusemezane wanangu, he said, come to me, hata my dhambi zenu children. zingelikuwa nyekundu kama damu, Even if your sin was red as zifanye blood, nyeupe kama theluji. I will make them pure white as snow. Amen. Inamisha kichwa chako tuombe Mungu. Bow your heads so we could pray to the Lord. Wanamwimbia Simama tuombe Mungu ili asamehe dhambi zako. Damu ya Yesu ikushe. Damu ya mnyama haiwezi saidia kitu, lakini damu ya Yesu inakutakasa na unakuwa huru. Asante, 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 asante. Wanamwimbia Njoo hapa tuombe Mungu pamoja. Wewe umesimama, njoo kwa Yesu ili akusamehe. Karibu Kwa nguvu za damu ya Yesu, Baba, katika jina la Yesu. nena mema. Asante kwa gharama ya ukombozi. Asante kwa kutoa maisha yako kwa ajili yetu. Baba, asante kwa neema juu ya neema. Wana wako na mabinti zako wamesikia maneno yako, wameogopa, wametetemeka, wamekimbia ghadhabu itakayokuja. Yes, wametenda dhambi, wametenda makosa, wametenda maovu. Bwana wasamehe, Bwana waoshe kwa damu. Oh, damu yako iliyomwagika pa Golgotha iwatakase. Yes. Bwana rehema, andike majina yao upya katika kitabu cha uzima. Neema yako kwa kuwakubali na kuwavisha mavazi safi. Neema yako fanyika upya Acha neema kwa damu yako Yesu Kristo Bwana wapete na wakombolewa, watakaswe na kuoshwa, bali kama wana wote majina yao kwenye kitabu cha kuzimu na mauti. Acha tena waseme katika kitabu cha ufalme na kibao. Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, asante kwa matendo. Amen. Mungu awabariki. Ponyea nitayote. Amefika.
ya mikono yako. Baba, tazama jioni ya leo taifa lako limesimama mbele za uso wako. Ni wewe Bwana ambaye umeshuhudia wazi ya kwamba hii mili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Baba, tunakataa magonjwa ndani ya mili ambao ni hekalu lako Kristo. Kumbuka ni wewe umesema wazi ya kwamba mtawanyoshea wagonjwa mikono nao watapokea uponyaji. Hakika Bwana, tunaamini ya kwamba wewe haujawahi kusema uongo. Wewe unaenda nyuma ya neno lako uweze kutimia. Jioni ya leo Bwana, kwa ujasiri wa nguvu ya jina lako Yesu Kristo, tumenyoosha mikono kwa ajili ya wagonjwa. Tunaenda kuharibu na kukemea nguvu zote za magonjwa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Hewa zote za magonjwa zinazoinuka kutoka kuzimu, kutoka kwa wachawi na waganga kienyeji, tunaharibu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hewa zote za magonjwa zenye kusukumwa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunaharibu kila hewa yote ya magonjwa inayoinuka kwa ajili ya watoto wa Mungu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana na ijulikane ya kwamba hili ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio hekalu la magonjwa. Tunakataa magonjwa haya kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunaharibu nguvu zote za magonjwa katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kukubali Bwana kuwagusa wale ambao wako hapa na wale ambao Bwana wakuonekana mahali hapa. Mkono wako mfupi kunyosha Bwana, acha uwaguse mahali walipo, waweze kupokea uponyaji kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa neema, tunawaweka wajawazito mikononi mwako Bwana. Achilia mkono wako Mungu onekane juu yao, kubali kuwalinda na kuwazuia hewa zinazoinuka juu yao kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Pepo za magonjwa tunakemea, tunaharibu, tunachoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mashambulizi yote ya kiai inayoinuka juu yao kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana wa neema, acha damu yako Yesu Kristo ipate kuwafunika, damu yako Yesu Kristo ipate kuwalinda, damu yako Yesu Kristo ipate kuwatetea, na mishale yote inayotoka kushoto kuume yasiweze kupata nafasi kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa neema, bali kuwalinda wamama hawa, bali kulinda na viumbe ambavyo Mungu ameweka katika tumbo zao kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Ulinzi wa mbinguni upate kuonekana juu yao. Bwana, tunakushukuru maana tukiomba tukiamini hivyo. Amen. Bwana Yesu akubariki baba. Amen. Basi tunaenda kufikia mwisho wa programu yetu jioni ya leo. Tunatamani tuweze kusikia matangazo. Acha tumukaribishe mhusika wa matangazo. Karibu. Bwana asifiwe. Tangazo la kwanza, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Watu walioshiriki kwa ujumla, walioshiriki ni watu 60. Walioshimama kwa kujipatanisha tena na Mungu walikuwa watu 5, na Mungu ahimidiwe. Amena.
tunakuwa na ya kuongeza hapa katika matangazo. Tuko katika hali hiyo ya kujifunza juu ya Pasaka, na tariki hii 20 ndio Pasaka, yani Jumapili ijayo. Amen. Kwa hiyo tutaendelea na mafundisho yetu ya Pasaka ili tuone gisi Yesu alivyoteswa na akafufuka katika wafu. Kwa siku hiyo Jumapili tutakuwa pia na ushirika mtakatifu ama meza ya Bwana. Kwa hiyo ujiandae vizuri kwa sababu ya kukaribia meza, usikimbie. Aki tunashukuru ile mwezi iliyopita tulishiriki watu wengi kabisa, ushirika wengi ya. Kwa hiyo tutapenda vile vile msikimbie, mkaribie. Kama kuna shida tengeneza na kisha ukaribie meza. Na kwa yule yoyote ambaye labda ana shida ya kiroho na mambo mbalimbali, anahitaji msaada, kisha ibada hapa unaweza onana na wazee na kisha watakusaidia. Kama kuna watoto wa kubarikiwa waletwe, waandikwe na kisha watabarikiwa. Tulipokea kibarua kutoka kwa kanisa la Philadelphia huko Rhode Island kwamba wanaalika ili kundi la vijana wetu. Kwa hiyo wamealika, wameona vema kwaya hii yetu ya vijana wamewaalika waende huko Rhode Island. Wako na mkutano wa siku 3. Wataanza, itakuwa siku ya 5 Ijumaa, siku ya Jumamosi na siku ya hiyo Sunday. Tukaona kwamba kwa sababu ni siku 3 tuchukue nafasi ya siku 1 waende fanya kazi huko, kisha Jumapili wafanye kazi kwao. Basi kwa hiyo siku hiyo ya Jumamosi baraza imeona kwamba ni vyema wafike hapo, kwa sababu tumetambua hao wachungaji hapo, tukazungumza nao, tukazungumza hata na askofu wao. Naona Ayupo ametoka kidogo, ameenda Uganda. Nimezungumza naye akasema msiwe na shaka, ni watumishi wetu na ni tawi letu. Kwa hiyo tukaona vyema kwamba wanaweza fika kufanya hiyo kazi hapo siku hiyo ya Jumamosi, na saa 7:30 ndio ibada itaanza. Saa 7:30 mpaka muda watamaliza hapo jioni kama saa 11. Kwa hiyo nyinyi kama kanisa, kama mnaona vyema hao waimbaji waondoke na kwenda kufanya injili hapo katika nyimbo, mseme ndio. Ndio. Sifa kwa Mungu. Mungu awabariki, mwende mfanye hiyo kazi ya injili. Bwana asifiwe sana. Mtaenda kule. Kwanza ikiwezekana kutaenda hata na mzee mmoja awashindikize. Sifa kwa Mungu. Itakuwa vizuri kabisa. Itafanyika hivyo, lakini inatakiwa kama itawezekana Jumamosi ile Jumamosi asubuhi mukuye hapa mwaili lijiwe hapa. Mukuye hapa, mupige magoti hapa, mumaombi, muombe Mungu hapa ile kundi, na kisha mnatoka hapa na kufika naenda kule. Mnakuya asubuhi saa 2 hapa kwenye maombi, mnatokea hapa pale na kwenda kuingia kwenye huduma. Itakuwa jambo lizuri sana. Asante kama mtafanya hivyo, Mungu awabariki sana. Ni hivyo kabisa, tunashukuru sana.
na naamini kwa sababu ni karibu, ni hapa Rhode Island, hata katika viongozi wa wamama kunaweza jitokeza mmoja ambaye anaweza washindikiza huko kwenye huo mkutano. Itakuwa jambo nzuri. Watoto wanaenda na wamama. Okay. Wiki ya kisha Pasaka, kisha Sunday hii tariki 27 tutakuwa na kipindi cha kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu hapa. Kumsifu na kumwabudu. Msisahau jambo hilo. Jambo hilo muhakikishe mnazamilia kama watu watatuongoza kwenye zamu hiyo. Tujitahidi tafadhali sana kujipanga vizuri. Mtajipanga vizuri katika zamu ya maombi, mtaombea huduma hiyo, na kisha mtakuya kusimama na korasi hapa ya kumsifu Mungu. Hivi tunataka kusikia Mungu atatuambia nini. Kweli kabisa. Asante, Mungu awabariki. Sawa. Naamini tutajipanga vizuri na mambo yatapita vizuri, na ataalika wengine waje tumsifu Mungu na tumwabudu Mungu. Asante sana. Tunashukuru sana. Mungu awabariki sana. Amena. Basi tunasimama. Kwake Yesu nasimama. Asante kwa sababu wewe unastahili. Asante Bwana, ulianza na sisi kama vile Alfa. Tunakushukuru kwa kukamilisha na sisi kama Omega. Jina lako libarikiwe. Ni muda mzuri ambao tunaenda kurudi nyumbani Bwana. Utulinde na utulinde, tuepushe na mabaya hadi tufike nyumbani kwetu. Tuepushe na jaribu, tuepushe na ajali, maasida zote, tuepushe na mitego ya adui hadi tufike katika nyumba zetu. Tunakushukuru jina lako, ili siku nyingine, muda mwingine, Jumapili nyingine tukuone. Asante Mungu wetu, maana tunakushukuru sisi. Linda ndugu zetu walio mbali na karibu, linda maisha yetu, tuepushe na dhambi, tuendelee katika kiti cha uzima milele na kuepusha na hukumu milele, ili siku moja na sisi tupate ufalme wako. Tunakushukuru Mungu wetu, maana utatusindikiza katika nyumba zetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba. Amen. Kwa Yesu Kristo, mtakatifu, mtawanyike na kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen.